Yes, kuna baadhi ya watu mnazingua big time. Yaani uwezo ukatoka mtu from nowhere unakuja kusema eti wakati Diamond anaperform Ufaransa kwenye show ambayo imejaza zaidi ya watu 80,000, Harmonize yeye anaperform kwenye birthday party ya mtoto wa Mario Amara. Bro, hauko serious kabisa. Kila jambo linaenda on point. Ndio maana hata vitabu vya dini vyenyewe vinaeleza wazi kuwa kila jambo na wakati wake. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi. Yaani haiwezekani kisa jana msanii Diamond Platinum amepata fursa ya kualikwa kuperform kama guest performer kwenye show ya Fally Ipupa, basi Harmonize naye sija force aende akaperform show gani kubwa huko imradi tu tutengeneze comparison. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Ndio maana mara kadhaa pia Harmonize naye akiwa anafanya mabala yake huko duniani, Diamond naye anakuwa hayupo, anakuwa anafanya shughuli zake huko. Hivyo waga ipo hivyo. Na hapa mfano mzuri, wakati msanii Rayvanny alipoenda kuandika rekodi au alipoweka historia kama msanii pekee kutokea Afrika Mashariki kuperform kwenye jukwaa la MTV, Diamond alikuwepo? Hakuwepo, alikuwa na shughuli zake huko naye. Kwa hiyo vitu kama hivi vikiwa vinatokea, sio kwamba tu tuna connect story ambazo hazieleweki, kwa sababu sasa hivi story kubwa ni moja tu, kwamba Diamond msanii wetu wa Kitanzania ameperform kwenye show ambayo dunia nzima inamtazama. Inabidi tufurahie, huenda mengi makubwa yanakuja, lakini tukianza connect story inakuwa it makes sense. Jana Harmonize ameenda kwenye birthday party, ameenda kama babu. Tunafahamu ameenda jana na mpenzi wake Kajala. Kajala ni mama mzazi kabisa wa Paula mtoto wake Amara, ambaye jana alikuwa anasherehekea birthday. Amara ni mjukuu wa Kajala. Anamuita babu nani? Harmonize. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa ni cha kifamilia. Hatuwezi tukawa tunatengeneza story ambazo hazina mbele wala nyuma. Wote ni wasanii wetu, tunawapenda, wanafanya vizuri kwenye tasnia yetu ya burudani, wanatuheshimisha, na linapokuja swala la mmoja kafanya hivi, mwingine kafanya hivi, tunatakiwa tuwe tuna appreciate kwa namna ambavyo tunaona kitu gani ambacho tunatakiwa tukisupport kwa muda huo, kwa sababu kimeonesha kitu ambacho huenda tukukitarajia kwenye nchi yetu, kwenye tasnia ya burudani and all that. Sasa tukianza connect dot tukawa tunatengeneza scenario na taarifa ambazo zinaweza zikazua sintofahamu, haipendezi. Mimi nishamaliza. Mimi naitwa Bounce, the king of entertainment content in Tanzania. Big time.